Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Domeko TV. Karibu katika kipindi chako pendwa ambacho kinaletwa siku ya leo na mtangazaji wako Dominic Msemo. Nipo hapa kukujulisha jambo moja tu ambalo linahusu swala la ukusanyaji wa pesa ya serikali ya wanafunzi katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Dodoma. Ungana nami ukapate kuyajua mengi zaidi kuhusu pesa ya serikali ya wanafunzi, inafanyaje kazi, inakusanywaje, nini dhumuni lake. Utakuwa nami Dominic Msemo, na tukianza na swala zima la pesa ya serikali ya wanafunzi. Pesa ya serikali ya wanafunzi ni pesa ambayo inakusanywa kwa ajili ya maendeleo ya wanafunzi ili kuwasaidia wanafunzi katika mambo mbalimbali. Pesa ya serikali ya wanafunzi inakusanywa ili iwasaidie wanafunzi kwenye shughuli ambazo zinawahusu wao wanafunzi wenyewe. Swala la kwanza ambalo faida mojawapo ya pesa ya serikali ya wanafunzi ni inamsaidia mwanafunzi kupata msaada wa haraka. Kwa nini nazungumzia msaada wa haraka? Kwa sababu mimi kama mwanafunzi nimefanikiwa kulipa pesa ya serikali ya wanafunzi kwa asilimia zote, kwamba kwa mwaka, kwa sababu tunatambua kwamba pesa ya serikali ya wanafunzi kwa mwaka ni shilingi 10,000, lakini imegawanywa kwa kila semester, kwamba semester moja nitalipia shilingi 5,000, semester ya pili nitalipia shilingi 5,000, na kwa nimekamilisha shilingi 10,000 kwa mwaka mzima. Sasa hii pesa ya serikali ya wanafunzi shilingi 10,000, faida yake kwa wanafunzi wenyewe, cha kwanza ni ananufaika endapo atapelea katika ulipaji wa ada kwa ajili ya kufanya mitihani. Mimi mwanafunzi nikashindwa kukamilisha pesa ya ada, ninao uwezo wa kumfuata waziri wa fedha katika serikali ya wanafunzi na nikamwambia, bwana, mimi kuna 1 2 3 nimeshindwa kufikia, kwa hiyo nahitaji msaada. Kwa yeye waziri wa fedha atakukopesha pesa ya serikali ya wanafunzi. Na kitu ambacho kizuri ambacho wanafunzi wengi tunashindwa kutambua ni kwamba pesa ya serikali ya wanafunzi inapokopeshwa kwa mwanafunzi, hasa katika lengo la mtihani, ni pesa ambayo inakuwa haina nini, inarudi bila riba. Yaani kama nimekopa kiasi cha shilingi 50,000, nimeenda kulipa niweze kulipia ada, nimemaliza mtihani, nimefanikiwa kupata shilingi 50,000, nachukua shilingi 50,000 na irudisha direct bila kuwa na riba yoyote. Lakini pia faida nyingine ambayo mwanafunzi atapata baada ya kukamilisha pesa ya serikali ya wanafunzi kiasi cha shilingi 10,000 au shilingi 5,000 kwa semester, mojawapo pia ni inamsaidia kupata huduma ya haraka, hasa katika swala zima la afya. Tunategemea kwamba muda mwingi mwanafunzi anashinda chuoni, unatoka nyumbani saa 12 asubuhi unafika chuoni, utashinda chuoni kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 12 labda jioni. Lakini katikati hapa inawezekana ukapata shida, hatuombei kwamba mwanafunzi apate shida, ila ni matatizo ambayo tu yapo. Unapata shida ya kinini, unapata shida ya kiafya ukiwa katika eneo la chuo. Msaada wa kwanza ambao utaupata ni lazima ufikishwe hospitali. Unafikishwa hospitali kabla ya kumpigia mzazi wako. Serikali ya wanafunzi ina jukumu mama la kwanza ambalo ni kuhakikisha kwamba umfanyaje mwanafunzi anapatiwa huduma. Kwa hiyo tunaona jinsi gani kwamba pesa ya serikali ya wanafunzi inatusaidia sisi wenyewe wanafunzi. Mimi nimeanguka ghafla katika eneo la chuo, nimepelekwa wa kwanza kwenye kota ni nani? Ni wanafunzi wenzangu wenyewe ambao tunaamini kwamba siwezi ikafika katika uongozi kabisa direct kwa uongozi wa chuo, lazima utaanzia kwenye uongozi wa nini, wa serikali ya wanafunzi, ambao tunaamini kwamba kuna rais pamoja na mawaziri pamoja na wizara mwenye dhamana, ambayo sasa tunazungumzia wizara ya afya. Watanipatia huduma, lazima utanibeba, utanipeleka hospitali. Pesa ambayo itatumika pale ni pesa gani? Ni pesa ya serikali ya wanafunzi. Na kwamba walitupa elimu kwamba tunapotoa pesa ya serikali ya wanafunzi, ni kama ikitokea nimepata shida ya kiafya, sitafanyaje? Sitalipia, ni sitairudisha, kwamba itakuwa ni wamefanya kama msaada wao, kwamba sisi serikali ya wanafunzi tumemsaidia mwanafunzi mwenzetu, labda Belinda Jonas amepata shida chuoni, kwa ni mwanafunzi mwenzetu amepata shida, kwa tumemsaidia kama nini, kama mwanafunzi. Hatujamsaidia mwanafunzi mwenzetu aidha Belinda kwamba aje alipe tena baadaye kwamba tumekusaidia ulipe, hapana. Ndio faida ambayo tunaipata kupitia nini, pesa ya serikali ya wanafunzi. Kwa hiyo mimi na washauri wanafunzi wenzangu kwamba tuitikie mwitikio ambao serikali ya wanafunzi
imeufanya kwamba kukusanya kwa nini kwa pesa za serikali wanafunzi. Na ukiangalia sasa hivi wametutangazia kwamba hawatafanyaje, hautahudhuria postmortem ya Ijumaa kama utakuwa hujafanyaje, haujakamilisha pesa serikali wanafunzi kwa semester. Kwa kama unadaiwa shilingi 5,000 ya semester utatakiwa uklie. Kama ni shilingi 10,000 pamoja na semester iliyopita pia utafanyaje, utakamilisha yote shilingi 10,000. Hiyo ni kitu ambacho ni kwa mimi kama mwanafunzi na ambaye nipo pale nasoma katika chuo kile nimeipenda hiyo, sababu inaenda kudumisha maendeleo ya wanafunzi sisi wenyewe. Kitu kingine ambacho ni kizuri ni jinsi pesa sasa inavyokusanywa, kwa sababu ukiangalia sasa hivi kwamba uongozi wa chuo umewapa nguvu uongozi wa serikali wanafunzi, na ndio maana ukitazama kwa wale ambao walifanikiwa kufika chuo siku ya Jumatatu majira kuanzia saa 1:30 asubuhi, ilikuwa usiku kupita getini kama una pesa serikali wanafunzi, otherwise uahidi kwamba nitakamilisha kesho kutwa, yaani unatoa ahadi kwamba ambao wenyewe uongozi unafanyaje, unathibitisha hilo. Ndio maana ukiangalia kwamba wengi ambao walipita getini ni wanafunzi ambao walikuwa wamefanyaje, wamelipa pesa ya serikali ya wanafunzi, na ni kitu kizuri kwa sababu wanafunzi tunafaidika na nini, na zile pesa. Sio kwamba kwa sababu ukiangalia wanafunzi wengi wamekuwa na doubt kwamba pesa ya serikali ya wanafunzi tunakusanya lakini hatujui inaenda wapi. Tunakusanya pesa ya serikali ya wanafunzi wanaenda kufaidika viongozi. Hapana, pesa ya serikali ya wanafunzi ina faida nyingi sana na ina faida kubwa sana hasa kwetu nini sisi wenyewe ambao ni wanafunzi ambao tunahusika na utoaji wa nini wa zile pesa. Ukiangalia kuna baadhi ya matukio ambayo yanakuwa yanatokea chuoni. Tukizungumzia matukio ambayo yanatokea chuoni, kuna kupata mwaliko wa kimahusiano na sekta nyingine ambazo ni mahusiano ambayo yanahusisha hizo michezo, kujumuika katika swala moja. Kwa ni pesa serikali wanafunzi ambao sisi itatoa itakuwa ni jambo la ajabu sana eti mwanafunzi amelipwa pesa wameenda kwenye michezo, serikali wanafunzi ikashindwa kutoa fungu kidogo angalau hata shilingi 10,000 kununua hata katoni 2 za maji, ni uongo. Kwa direct pesa wanafunzi itatumika katika sekta hiyo, kwamba itatumika katika michezo kwa ajili ya wanafunzi watapata maji. Je, watakuwa wanafurahia matunda ya nini ya pesa serikali ya wanafunzi ambao wameitoa. Lakini pia vile vile katika swala zima la nitarejea tena katika swala la afya kwamba chuoni ni lazima kuwepo na dustbin, kwamba kwa sababu huwezi kuambia mimi ni chuoni, kwa sababu naamini kwamba wote ni watu wazima. Huwezi kukutana na mtu kuna chuoni pale kama pale kwenye chuo cha uandishi wa habari nilifika, kuna watu wakubwa ambao kwa sababu ukimwangalia ni like father kabisa, kwamba inawezekana amenunua chakula huko amekuja amelia pale chuoni akamaliza akaacha juu. Si jambo jema. Kwa pesa serikali na wanafunzi inapokusanywa, mojawapo ya kazi ambayo inaenda kufanya pia ni ndio ya kununua dustbin ambazo zinakwenda kutumika kufanyaje kwa ajili ya kuhifadhia uchafu, kwamba zinanunuliwa dustbin zinawekwa katika kila kimbweta. Mwanafunzi amemaliza kula, ili usimpe usumbufu wa mwanafunzi atakana mimi hapa nipo nasoma nimepata dakika 2 za kupumzika nitoke niinuke nitembee umbali wa mita hata mita 5 ni nyingi sana. Kwa hiyo pesa serikali na wanafunzi inatumika katika eneo hilo kwa ajili ya nini, ya kununua hizo dustbin ambazo zinakuwa ni sahihi sasa kwa wanafunzi, kwamba nimekula na inama tu kidogo nageuka nyuma tena na natupa uchafu wangu naendelea na biashara nyingine. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho tunaona kwamba pesa serikali na wanafunzi ilikuwa na faida nyingi sana kwa sisi wanafunzi wenyewe, lakini pia kwa maendeleo pia ya chuo kwa ujumla. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu kuhusu pesa serikali na wanafunzi kwamba tunapaswa kutoa pesa serikali na wanafunzi, kwa sababu hata kwenye fomu ambazo tunazipata kwenye joining instruction imeeleza kwamba kuna pesa serikali ya nini ya wanafunzi ambayo imeelezwa pale ni kwa mwaka. Utofauti tu ni kwamba pesa serikali na wanafunzi inakusanywa na wanafunzi, lakini kwenye joining instruction imeorodheshwa. Kitu kingine ambacho ni cha tofauti wamekuja nacho uongozi wa serikali na wanafunzi, kwa mimi kama mwanafunzi wa pale na niwapongeze kwa kubuni mbinu nzuri, kwa sababu wanaturahisishia kuhakikisha kuwapa imani wazazi ambao wanatupatia hizo pesa sisi wanafunzi, kwa sababu kuna muda mzazi ananikabidhi mimi pesa mkononi na mimi pesa naibadilishia matumizi. Nimepewa pesa ya serikali na wanafunzi, lakini kwa sababu hii pesa ya serikali na wanafunzi naibadilishia matumizi naipitisha kwenye chocho. Kwa hiyo kwa upande wangu ni segment kama tumeona hayo maelezo,
Kwa hiyo yangu alikuwa ni haya tu kuhusu pesa za serikali ya wanafunzi. Asante, ulikuwa nami Dominic Msemo.